Mikasa za Yudism. Penzi la Okta, episode 4. Njia panda ya hatari. Usiku wa uamuzi. Okta aliketi kitandani mwake akiwa ameshika simu. Meseji 3 kutoka kwa wanawake 3 tofauti zilimtatanisha kichwa. 1. Sasha alimsubiri nje ya hostel zake. 2. Catherine alitaka wakutane VIP lounge ya chuo kwa mazungumzo mazito. 3. Angel alimtaka afanye uamuzi wa kuingia kwenye siasa za wanafunzi. Akavuta pumzi nzito na kufikiri. Nikimfuata Sasha nitajikuta kwenye matatizo na Marcus. Naweza kuzama kwenye mchezo wa hatari. Nikimfuata Kath, nitajihusisha zaidi na pesa zake na sijui kama moyo wangu utakuwa salama. Nikimfuata Angel, nitaingia kwenye game kubwa ya siasa za chuo, lakini nahisi kuna kitu kingine nyuma ya pazia. Baada ya sekunde chache za kimya, alifanya maamuzi. Aliamua kutoka nje kukutana na Sasha. Mchezo hatari na Sasha. Sasha alisimama nje ya hostel akiwa amevaa dera fupi na jaketi lake jeusi. Alivyomwona Okta akitoka, akatabasamu kwa ujanja. Unajua, nilijua utakuja. Wewe ni mtu wa hatari, lakini moyo wako haushindwi na vishawishi. Okta akijibu kwa kusema, usinipangie tabia, nipo hapa kusikiliza unachotaka. Sasha akasogea karibu zaidi. Okta, unajua nahisi Marcus hanihitaji kama zamani. Wewe una kitu tofauti. Umenifanya nifikirie mara mbili. Okta akamsoma haraka. Huyu dem alikuwa na michezo na hakuwa na nia ya kumruhusu acheze naye. Sasha, mimi sipendi kuchukua vitu vya watu. Kama kuna tatizo kati yako na Marcus, lisuluhishe. Sasha akamgusa shingoni taratibu. Mbona unajifanya mgumu? Okta alisogea nyuma kidogo na kumwangalia kwa macho ya kutafakari. Sasha, I respect my bro. Siwezi kufanya kitu kitakachomuumiza. Kama kweli kuna tatizo, tafuta suluhisho la heshima. Sasha akatazama chini, kisha akasema kwa sauti ya kutetema. Sasha analalamika akisema, unajua, sikutegemea utakuwa hivi. Lakini nakuheshimu kwa hilo. Okta akamshika begani kidogo. Kama kuna jambo linakusumbua, unaweza kuniambia, lakini siwezi kuwa sehemu ya usaliti. Sasha akatikisa kichwa na kuondoka kimya kimya. Okta alishinda mchezo wa kwanza wa hatari. Kath na mtego wa pesa. Baada ya kukwepa mtego wa Sasha, Okta aliamua kwenda kwenye VIP lounge ya chuo kukutana na Kath. Kath alikuwepo pale tayari, akiwa amevaa gauni refu la kifahari na kunyoosha nywele zake za rangi ya shaba. Nilijua utakuja, hungeweza kunipotezea. Okta akicheka kidogo, wewe na majivuno yako tena. Kath akasogea karibu na kuweka kadi ya benki mezani. Hii ni kadi yako mpya ya ATM. Nimeiweka na $500 kwa matumizi yako ya kila siku. Okta alimtazama kwa mshangao. Hivi unafikiri naweza kuchukua pesa zako hivi hivi? Kath akiwa anatabasamu. Okta, pesa ni kitu cha kawaida kwangu. Naona una talent kubwa, lakini unahitaji mtu wa kukufanya ufanikiwe. Sitaki kitu chochote zaidi ya kuona unakuwa. Okta alifikiria. Hii ilikuwa nafasi kubwa ya kusaidia maisha yake chuoni. Lakini pia alijua kila kitu kinachokuja kwa urahisi kina gharama yake. Nitachukua pesa yako, lakini sitaki madeni ya moyo. Sitaki mapenzi kwa nguvu, Kath. Kath akatabasamu kwa ujanja. Wewe ni tofauti na wanaume wote niliowahi kukutana nao.
Naamini muda utasema zaidi. Okta akapokea kadi, lakini akijua anacheza na moto. Angel na siasa za chuo. Kesho yake, Okta alikutana na Angel kwa ajili ya mazungumzo ya mwisho kuhusu siasa. Okta, unajua una influence kubwa chuoni. Ukiamua kuingia kwenye siasa za wanafunzi, unaweza kuwa rais wa wanafunzi wa UDSM. Okta akacheka. Mimi na siasa? Kwani ni kazi rahisi? Angel anamwambia Okta akisema, usijali, nina connections my dear. Wewe fanya tu kampeni, nitakushika mkono. Okta alibaki kimya kwa muda. Alijua kuwa hii ilikuwa nafasi ya kubadilisha maisha yake, lakini pia alihisi kuna kitu nyuma ya pazia. Okay, ngoja nifikirie. Angel akatabasamu na kumwambia usijiwekee mipaka Okta. Dunia ni ya wachache wenye uthubutu. Usiku huo, Okta alikaa kitandani mwake akitafakari kila kitu kilichotokea. Alimkwepa Sasha, lakini sasa alijua yeye sio msichana wa kawaida. Alikubali msaada wa kifedha kutoka kwa Kath, lakini alijua kuna gharama atakayolipa. Alikuwa kwenye njia panda ya kuamua kama ataingia kwenye siasa za chuo kupitia Angel. Alipokuwa bado anawaza, simu yake ikalia, caller ID Marcus. Moyo wake ukadunda. Je, Marcus alikuwa amejua kuhusu Sasha? The end of episode 4, episode 5 loading. Hapa sasa mambo yamefika level nyingine. Sasha amechomeka, Kath amemwekea mtego wa pesa na Angel anataka amuingize kwenye siasa. Na sasa Marcus anapiga simu. Je, amejua kuhusu Sasha? Tuendelee na episode 5, moto uendelee kuwaka. Usisahau kusubscribe, kulike na kubonyeza kitufe cha kengele. Channel yetu ya Okta Series Zone ipo kwa ajili yako. Kwa wale wanataka kujiunga na magroup yetu kwa updates tofauti tofauti, ni texti WhatsApp kwa nambari 0714 40 89 72 au 0754 40 89 72 na muunganishwe kwenye magroup ya WhatsApp ya Okta Series VIP Room kwa shilingi 1000 tu. Jina ni Isaac Shabani Pugutu. Tuma muamala wako baada ya kukamilisha malipo, na wasaidizi wetu watakuunganisha kwa haraka iwezekanavyo. Karibuni sana.